politicians, wanasiasa, ama ni mimi nilikuwa mdogo ama nilikuwa mjinga, I don't know. Politicians sahi hata CS ni politician, sahi lawyer ni politician, sahi kila mtu ni politician. Yani tumewacha roles zetu, posts zetu, sisi wote ni wanasiasa. Na sisi ni wajinga sana. Tumewasha moto na hatujui ni wakati gani wa kunyamaza, hatujui ni wakati gani wa kuongea. Yani sisi wanasiasa ni wajinga sana, including me. We are very stupid. Tumefanya polisi na mwananchi wametengana. Na huyo polisi ni mwananchi tu. Tofauti ni bunduki. Wallahi, tofauti ya polisi na mwananchi ni bunduki tu. Tumuliona polisi akipigwa, maanisha ni mwananchi ananyang'anywa bunduki, anapigwa. Meaning that ni mwananchi ambaye ni mtu, binadamu, msichana, mama, baba ya mtu. Because of wanasiasa kututenganisha. Hawajui ni time ya kuongea ama ni time ya kunyamaza, wanasiasa. Na nimeshikanisha CS, lawyer, nani, MD, wote wamekuwa, mpaka watu wetu wa kanisa, sijui kilaji, sijui nani, bure kabisa, mikebe ya watu. Na wanafanya hivi ndio next time wasimame viti, bure kabisa. Alafu mtu anakuja ananiwekelea mkono ati aniombe. Uombe nani? Takataka ya mtu. Sasa sahi mwanasiasa akienda police station kuripoti case, atahudumiwa kulingana na vitu zenye wananchi wamechochewa mpaka wanafanyia polisi. Ukiwa na issue uende kwa police station una report, utasaidika. Nilikuwa naona mob justice imezingira mtu inampiga. Either ameiba ama mistaken identity, anapigwa. Polisi anaingia pale, anazuia huyo mtu kuuawa, anamchukua, anampeleka police station, mambo ya investigation na nini inaendelea. Huyo ni polisi ameenda kusave life ya mtu, alafu wampeleke mahali penye anafaa kurekebishwa, ambapo ni kwa jela. That is kama amepatikana ako guilty. Wengine wanapatikana kama mistaken identity. Hata mimi nimepatikana kwa hizo issues kama mistaken identity. Watu wanakuja nini, but raia mostly ndio wamekuja kuniokoa. We, hamjui Smart Joker nini. Akirekodi content, ni a media personality. Na ameenda kwa hiyo shule, amesoma, akona certificate yake. Inaonyesha ya kwamba yeye ni mtu wa media, muacheni. Ndio watu wana realize ndio huyu. Because most of the time nikiwa kwa mambo yangu ya media, sivaangi kofia, sivaangi ukatuni, navaa tu kama any other person. Do you think ukijipata kwa hali kama hiyo, polisi akiwa karibu atakuja kukuokoa? Kuna polisi wamepata usaidizi kwa wananchi sana. Information about criminal act imefanyika mahali, polisi anapatanga kwa mwananchi. Jirani yangu kama ni mhalifu, mimi ndio nitaambia polisi, nitamtipu. It happens. Tusidanganyana ati siwezi sema nini. Hauwezi ishi na jangili. Wewe ndio ataanza na wewe.
Najua mnaelewa chenye nasema. Lakini vitu zenye sisi wanasiasa tumefanya, tumetenganisha polisi na mwananchi bure kabisa. Naongelelea polisi mzuri na mwananchi mzuri. Sasa turudi kwa hao watu wenye mna post online. Unasema you remember this police person? Oh, he met a tuk-tuk driver, then akamushika, akamuuliza kwa nini hana hizi documents, akachukua huyo mtu kwa sababu bibi yake alikuwa anaugua kanza na wako na watoto, akaamua kujituma tu, hana pesa ya kwenda kuchukua documents fulani. Yes, hiyo statement unajua wewe kama askari utapost tu, but umeangalia the process yenye huyo police, traffic police amefuata? Wewe huo unafuata hiyo procedure? Ama wewe ukipata tu mtoto wa mtu kama polisi ni kuingiza vidole kwa makalio, kumupiga cheki, kumuinua, kumufinya sehemu za siri, kumuweka kwa buti ya gari, kumuingiza ndani? Huyo polisi, huyo traffic police wa Mombasa alitumia akili. Sijui kama ni traffic police ama polisi tu. Alitumia akili. You ask someone, why are you doing this? Then anakujibu. Akisha kujibu, unavalia kiatu cha huyo mtu. Unabehave kama mtu. The same thing will happen to you because you have kids. Uko na watoto na tunasomanga nao. Tuko nao kwa shule. Tuko nao kwa groups, kwa sports. Tuko nao watoto wenu. Wazuri sana, wangwana. Hata hawaonyeshi baba yao ni polisi, so na hawafai kuonyesha. Hata hawatuambiangi. Lakini tunawajua. Ndugu zetu ni mapolisi. Sufuate tu procedure. Police Fridays nyingi ndizo zenye nyinyi polisi wenyewe mumetengeneza maadui majangili hiyo siku. Friday. Hiyo yenye mnaita kamata. Mimi umekuja kamata Friday. Umetumwa na mkubwa wako, orders from above. Umetumwa shike watu 20 wajazanishe korokoroni hivi. Ndio kila mtu atoe 2000 times 20 ni pesa ngapi? Ndio ukatie orders from above kati yake, wewe upate unga. Sawa? Mshahara ni ndogo. Alafu huyo mtu amekupea 2000 yenye amepata kwa mjengo. Then second time tena ufanye hivyo. Third time ufanye hivyo. Ni nani unatengeneza? Unajenga nani? Unatengeneza jangili, mwizi, mtu mwenye siku ingine akikupata utashangaa. Atakupiga, atakunyorosha, atakutandika. Of which it is very wrong. It is unlawful. Lakini wewe mwenyewe polisi, wewe ndio ulitengeneza huyo mtu. Unaona vile watu wana training kila siku kupiga mangumi kwa hewa, kwa ukuta. Anazoeanga hicho kitu. Kama hana mtu wa kumregulate, kumwambia kuwa disciplined and so on, huyo mtu anaweza tumia hizo fists kwa mtu huko kwa streets vibaya sana. So huyu ni mtu anapiga mangumi kwa hewa, anapata punching bag, anapiga kizoea, alafu mtu anamtrain huko nyuma. Anamwambia never use this at this time, never use it. It is illegal to fight anyone. It is an assault. Assault mtu yoyote. Sawa? Then huyo mtu anatii. Wewe kama polisi tesa mtoto wa wenyewe kwa kurudia kila wakati. Anazoea polisi, anazoea kulala jela, anazoea kulala cell. Do you think una create mtu wa aina gani huyo?
na haujampata na makosa. Nyinyi wewe polisi unasemanga hakuna mwananchi mwenye hana makosa. Wewe mwenyewe una makosa kama polisi. Nimewahi jipata kwa mikono ya polisi mara 3. Mimi mwenyewe ndio najua. Sitakangi kurudia hiyo story. First time with my brother, tukiwa underage. Second time town, nikitoka kuchekesha watu, kuwafurahisha. Issues zenye wanapitia at least zipungue. Juwe polisi utaki wapunguze na pombe hizo issues, ambapo ni ukweli. So wamewacha kukunywa pombe, wakuje kuchekeshwa, watulize issues zao, depression and so on. Umekuja kushika mtu mwenye anasaidiana na wewe kujenga nchi. It is okay. The third time nilishikwa juu niko kwa posta na ninasaidia kijana mwenye ako jobless kuorganize event. Vitu polisi walifanya, wakamaliza. Mungu ndiye anajua. Nasemanga tu ni sawa. I have children. Wewe pia mwenye ulifanya hiyo mambo, you have children. But do you think uli create mtu fulani mzuri ndani yangu kunifanyia hivyo? Mimi nikitembea nikiona polisi naonanga ni wako wengi sana. I have brothers who are police persons, wako kwa jeshi, wako kwa GSU, wengi sana. Do you think bado huyo mtu ni brother kwangu? Bado ni brother juu mimi kuna vile tu natembeanga na watu wenye natembeanga nao wananiongelesha, and I thank God I normally choose the best friends when wanaweza niongelesha, kunimenta, kuniambia hii imehappen leo, wachana nayo, let it be the past. Wacha ikue part of things zinakuharden, zinakucondition as a man, na move on. But grudge haishangi, hata ufanye nini, hata uokoke, grudge haishangi. Iko. So imagine nijipate kwa hiyo situation, karau ako hapa anapigwa. What should I do? Ni mimi mwenyewe nitajua cha kufanya. So mapolisi Friday, najaribu kuambia Friday ndio siku yenye mnajenganga magaidi, wezi, wapumbavu wa kuwasumbua nyinyi siku inapofika. Unaona hii maandamano, wakati wa hii maandamano, ukiona wananchi wanafanya hivyo, huyo mwananchi ameshikanisha kushikwa Friday, kunyang'anywa pesa bure akitoka mjengo, 2,000, 3,500, 10,000 hiyo. Kwa barabara kitu reasonable tu, mtu anakimbia anapeleka mtoto kwa hosi haraka emergency, mtu ni mjamzito anaenda kuzalisha bibi yake, umechukua 2,000, 5,000 mbele. Sasa hizo vitu zote mtu ana accumulate, alafu anakumalizia kwako siku yenye ikifika. Tunaweza stop hizi vitu. Nakuuliza wewe polisi na wewe mwananchi, tunaweza stop hizi vitu? Hatutaendelea hivi. Juu pia mimi hata I'm not safe with my children. Even the president, even the CS, even the MPs, they are not safe. Mumeona wakiingililiwa, wakifanywa maajabu. Mumefanya neno sisi kwa sisi yenye ilikuwa inaonyesha upendo, umoja, uwiano. Imekuwa sasa sisi kwa sisi imegeuka neno ingine mbaya. Hata uwezi taja mahali. Hata Eric Omondi na hiyo movement yake ya sisi kwa sisi sasa ina sound vibaya kabisa.
juu tuna fight sisi kwa sisi, tunatandikana sisi kwa sisi, tunauana sisi watoto wa mtu mmoja. Masiyesi wako kwa barabara wana campaign ndio wachaguliwe kwa debe 2027. Masiyesi wana campaign bwana, wako kwa barabara, hata wame overshadow wanasiasa wenyewe, hata wajui waongee nini, wawache nini. Vitu zenye sisi wananchi tulikuwa tunatamani watoto wetu wasomee, mtoto asomee law, akuwe lawyer in future. Siku hizi law imekuwa course ingine further than hiyo. Hata fadhali usomee tu kufanya plumbing, fadhali usomee tu mjengo. Na vile mnachukuanga time yenu kusoma law, kujua sheria, you take time. Alafu unakuja unagadhabisha watu, unaharia, unanyambia, unanyea hiyo course ya law mpaka watu wanasema I can't take this course nikijoin university ama nikifanikiwa in future. Where are we heading to? Pastor, mhubiri, bishop, archbishop, shehe, mwenye mtu akiwa amevunjika moyo anatamani hata kwenda kujitia kitanzi, wewe ndio mwana kimbilia wewe, umchange mind. Lakini sahi wewe ni politician mkubwa. Wewe ndio wa kuchochea. Poleni sana kwa mapolisi, kwa wananchi wenye wako injured, wenye wanapitia mambo mengi. Poleni sana. But it is a high time we change. We unite. I think sina maneno mengi ya kusema kuongezea. Watu wengine wenye hatuongeangi sana kwa mtandao hapa, tunakuanga na shida kwa roho zetu, tumebeba tu mashida. Kuongea wacha tu. Leo nimejaribu kuongea initoke. Asante.